Mara nyingi tunazungumzia ajira kama swala la takwimu tu, yaani ajira zilizoundwa, ajira zilizopotea, mapato yanayopatikana. Lakini mara chache sana tunazungumzia kinachotokea kwenye akili ya mtu pale kazi inapokosekana, au pale kazi ipo lakini heshima au hadhi haipo. Ukosefu wa ajira na ajira duni haviathiri tu mifuko ya watu. Polepole vinaathiri namna mtu anavyojiona. Jitihada zinapokosa kuzaa fursa, mtu huanza kubeba pengo hilo moyoni, sio kama tatizo la mifumo, bali kama kosa lake yeye binafsi. Hapo ndipo mapambano ya ukimya yanapoanza, sio kwenye tukio la ghafla, bali kwenye maisha ya kila siku ya kujihisi hauhitajiki, hautumiki kikamilifu au hauonekani. Watu huanza kujiambia, nitajituma zaidi. Lakini mara nyingi wanachokisukuma ni ukimya. Ukimya kuhusu hofu, aibu na uchovu mkubwa wanaobeba. Ndiyo maana watu kukatisha maisha yao mara nyingi sio tukio la ghafla. Kwa kawaida ni hatua ya mwisho ya mchakato wa muda mrefu wa ukimya. Kujihisi mzigo, kujihisi umeachwa nyuma, kujihisi kama thamani yako imeisha. Na hapa kuna jambo muhimu zaidi tusiloliongelea vya kutosha, kwamba mchakato huo unaweza kukatizwa na watu wa kawaida kabisa. Sio wataalamu peke yao, sio huduma za dharura peke yake, bali viongozi wasimamizi wanaoangalia utu wa mtu, si matokeo ya kazi. Marafiki wanaomuona mtu kajitenga na kuuliza, uko sawa kweli? Jamii inayoelewa kuwa ajira duni au ukosefu wa ajira unaweza kuharibu afya ya akili kimya kimya. Mtu anapoonekana, mchakato hupungua kasi. Mtu anapohisi ana mchango tena, matumaini hurudi. Ukimya unapovunjwa mapema, matokeo hubadilika. Kuzuia watu kukatisha maisha yao hakuanzi kwenye mwisho wa hatari, bali kunaanza jinsi tunavyoitika ukosefu wa ajira, ajira duni na kupotea kwa maana ya maisha. Kumbuka, watu kukatisha maisha yao sio tukio la ghafla, ni mchakato, na michakato inaweza kukatizwa.